Pale ambapo utakapotegemea kwamba lazima uwe na kundi kubwa sana la watu ambao watasapoti kile ambacho unakifanya, ukaacha kwa sababu ya kutokuwepo kwa watu hao, bado utakosa vitu vingine vizuri mbele. Utakosa sapoti ya watu hao ambao wanasubiria matokeo baada ya kukata tamaa kwa sababu tu umeona hakuna mtu ambaye yuko mbele yako katika kusapoti kile ambacho unakifanya. Hivyo lazima usimame peke yako ili uweze kuzalisha matokeo chanya ambayo yatawafanya watu sasa kuanza kusapoti mawazo uliokuwa nayo. Jambo la mwisho ni kwamba lazima uelewe kwamba nguvu ya kweli huzaliwa gizani. Nguvu ya kweli tunaifananisha na the way unavyopambana, unavyosimama katika kuipambania ndoto yako. Lazima uelewe kwamba leo umesimama katika kuhakikisha kwamba unaipambania ndoto yako. Kitendo cha wewe kusimama wewe kama wewe kinakujengea kuweza kukabiliana na changamoto mbalimbali ambazo kwa namna moja ama nyingine zitaweza kukukabili wakati wa kulifanya hilo unalolifanya. Changamoto zile utakapozidi kuzikabili, utazidi kukomaa bila kutegemea mawazo, bila kutegemea maamuzi kutoka kwa watu fulani. Na mwisho wa siku hata ikafikia hatua kwa namna moja ama nyingine wazo lako likakua, likafikia katika hatua ambayo ni kubwa, utakuwa na uwezo wa kukabiliana na changamoto kwa sababu ulitoka kwenye kiza ambacho kwa namna moja sasa kuna mwanga ambao unauona kupitia ndoto ambayo dhania kwamba ndoto hii inaweza ikakupeleka mahala palipo salama. Kusimama peke yako sio udhaifu, bali ni kujiimarisha. Naelewa ya kwamba ni lazima usimame peke yako ili ufanye mambo ambayo kwa namna moja ama nyingine atakuja kuleta matokeo chanya. Na hao watu ambao wamekaa pembeni, siku moja tu watakuja kukufuata na kukutafuta na kuappreciate kwa kile ambacho ulikuwa unakifanya. Usikate tamaa, simama imara kuhakikisha kwamba unaipambania ndoto yako, ambayo ndoto hiyo ni ya umuhimu sana katika dira na mwelekeo wa maisha yako.